Hello, good day, guys. This is Kasim Mandanda. As you all know me, the one and only. If you know me, you know how to trade forex. If you don't know me, you don't know. So, guys, this is the FX Empire speaking, and you got me here. Let's go. So, guys, leo taenda kufundisha kitu ambacho unakihitaji kukifahamu ili mradi wewe uweze kuwa successful kwenye hii game ya forex. So, what you need to start trading forex from my experience. Hii ndio topic ya leo, na kuelezea kitu gani ambacho unachokihitaji ili uweze kuanza kutrade forex kutokana na experience yangu ambayo mimi nimekuwa nayo sokoni over a long period of time, na kupa ushauri wewe kijana, ni vitu gani ambavyo unatakiwa uvijue, vitu gani ambavyo unatakiwa uanze kuvielewa ili uweze kujua kuanza kutrade forex na uweze kuwa profitable. Hii ni video ya muhimu sana kuliko kitu chochote kile ambacho wewe unakitafuta kwa sasa. Unajua kuna mtu anaweza kuwa yuko hapa anatafuta sijui strategy gani, anahangaika sijui na strategy, anashindwa kuelewa kwamba hichi ni cha muhimu kuliko hiyo strategy. Yaani ukiyajua haya ni ya muhimu zaidi kuliko kujua strategy yote ile ambayo unaitafuta kwa sasa hivi. Sababu unaweza kujua hiyo strategy lakini bado haya huyajui, ukaendelea kupata hasara daily. So just keep on there. Kaa hapo hapo ulipo, sikiliza hii video mwanzo mpaka mwisho ili uweze kupata basics unazotakiwa. Yaani upate roadmap. Watu wengi wanapotea kwa sababu hawana ramani. Unaenda let's say unaenda Marekani. Ramani ya Marekani ni hii hapa, inasema unaenda hivi. Then wewe uko hapa katika hii point unazurura tu. Unatafuta kwenda Marekani. Huulizi watu wakuonyeshe njia. Sasa umeshazurura kwa muda mrefu ndio unapata akili, sasa ngoja niulize watu. Wanakuuliza, mbona Marekani ni hapo mbele tu? Unakuja kugundua kumbe ungenyooka tu hivi ungefika wapi? Marekani. So this is what I mean. Hichi ndicho kitu ambacho nachokimaanisha. Unapotaka kufika sehemu lazima ujue njia unapotaka kwenda. Hiyo njia ukishaijua inakuwa ni rahisi wewe kufocus na kwenda moja kwa moja katika hilo lengo, lakini ukienda bila njia utapotea. Hicho ndicho ambacho watu wengi wanakutana nacho kwenye forex. Wanaingia kwenye forex, hawajui njia wapitie wapi, hawaulizi, hawataki kujifunza hizo njia. Mwisho wa siku wanaanza kusoma forex, wanahangaika, wanaanza kufeli kwenye forex, wanaona forex ni mbaya na forex sio kitu cha ukweli. Mwenye nishakuwa huko, ninaangalia kwa kipindi kirefu bila kuuliza, ninapambana mwenyewe. At the end of the day nikaja hadi kukata tamaa kwenye forex, nikasema trading is not for me. Forex sio kitu cha ukweli. Hadi nikaanza kuamini kabisa kwamba forex sio ukweli. Lakini mwisho wa siku baada ya kukaa na watu kuuliza, nikapewa njia, ndipo ambapo breakthrough yangu ilipokuwa. Sasa sitaki wewe ufanye kosa ambalo mimi nilifanya. I want you to concentrate. Nataka wewe uende moja kwa moja kwenye point na iwe breakthrough yako. So listen to me, listen very careful. Kitu gani ambacho ninachokihitaji ili uweze kuanza kutrade forex? So hii ni advice kutokana na experience yangu mimi. Sio, umeelewa? Sasa mtu usije ukaenda kucompare kwamba ukaenda kusearch huko sijui ChatGPT sijui Google kwamba unahitaji vitu gani kuanza forex, ukakutana na vitu vingine ukaanza kusema mimi ni muongo. No, mimi nakuelezea vitu kutokana na experience yangu. Sio, umeelewa? So hii ni experience yangu. Ukienda kusikiliza mengine huko ni ya huko. This is my experience. So nakwambia vitu kutokana na experience yangu na vitu ambavyo vimenisaidia mimi na ambavyo na uhakika nao ukivifuata vitafanyaje, vitakusaidia. So kitu cha kwanza kabisa ili uweze kuanza kutrade forex ni knowledge. This is the hardest truth. Huu ni ukweli mchungu ambapo watu wengi huwa wanaoskip. Watu wengi wanataka kutrade forex lakini hawataki kuingia kwenye kitu kinachoitwa learning curve. Hawataki kusoma haya madude, hawataki kusoma hizi candlestick, hawataki kusoma hizi chart, hawataki kusoma forex nini, lakini they want to make money. Mtu umesikia forex leo asubuhi, unataka jioni uanze kutengeneza pesa kupitia forex. That's not true. Okay? So you have to fight. Lazima ufight for knowledge. Uinvest kwenye knowledge. So knowledge ni ipi? Knowledge za forex bahati mbaya sasa zipo knowledge nyingi sana. Ukija YouTube ukisearch forex utaletiwa thousands, if not thousands, ni millions of YouTube videos ambazo zinaongelea forex. Video ni nyingi sana na kila kitu kinaelezea mambo yake. So hiyo ni moja kati ya changamoto pia kubwa. Watu wengi wanatafuta knowledge ya forex lakini wanakutana na kitu kinachoitwa kelele, noise. Kuna kitu tunachoita signal over noise. Signal over noise maana yake ni kelele zinakuwa nyingi. Sasa wewe unatakiwa uepukane na kelele. That's what we call signal over noise. Signal over noise. So signal over noise inahusiana na nini? Yaani maana yake wewe unatakiwa uepukane na kelele. Sasa umeshakutana na kelele ambazo hizo kelele lazima zitakupoteza. Waswahili wanakuambia miruzi mingi humpoteza mtu. So signal over noise. Wewe unatakiwa ufanye kitu kimoja kinachoitwa signal over noise. Maana yake uzijue kelele na uziepuke. Sasa wewe ni beginner, hujui forex nini. Kelele unazijua ni zipi na kipi ambacho sio kelele. Hiyo ndio huaga ni changamoto. Changamoto huwa inakujaga hapo. Kelele ni nini? Na wewe unafanya nini kuepukana na hizo kelele?
Huwezi kujua kwa sababu wewe ni beginner, wewe ni mpya kwenye hii game. Kwa kila kitu utaona kinamata. Kila kitu utaona kinamata. Sasa wewe huwezi kusikiliza video milioni 1, na hata kama utazisikiliza video milioni 1 itakuchukua miaka zaidi ya 10 kuzisikiliza hizo video. Sasa wewe unahitaji kutengeneza profit. What should you do? That's what we call find a mentor. Sio, tunaelewana mpaka hapo? Tafuta mentor akufundishe forex. Usije ukaingia kwenye game ya forex ukajidanganya kwamba utasoma mwenyewe. Utapotea. Hicho kitu kinawapoteza wengi sana, na kinawafanya wengi wakishingia kwenye hii game wanapotea kwa sababu wanakutana na hizi noise. Uwezo ukasoma mwenyewe bro. Forex uwezo ukasoma mwenyewe. Asije akakudanganya mtu eti kwamba mimi nilisoma forex mwenyewe nikafanikiwa. No. You have to invest in education. Right education. Tafuta mentor ambaye unamwamini. Sio lazima niwe mimi. Tafuta mentor ambaye unamwamini. Bwana, mimi nimekuona, nimependezwa na wewe, nataka unifundishe. Usikize gharama zake, then pay, lipa. Na hata kama akikufundisha forex usipoelewa au ukaona haina manufaa, then you are allowed to find another mentor. Unatakiwa tena utafute mentor mwingine. Na kutolea mfano, mimi nimesoma forex kwa mentor zaidi hata ya 10, 15. Mimi binafsi nimesoma forex kwa mentor zaidi ya 10, 15. Wa nje, wa ndani, wa East Africa, I don't know wapi, wote mimi nimesoma. Sio, umeelewa? Why nilikuwa nasoma? Nilikuwa najifunza kutafuta ukweli, kutafuta kujua hichi kitu, how does it work? Hichi kitu kinafanyaje? Sio, umeelewa? So that's the power of knowledge. With knowledge, ukiwa unasoma knowledge, ukipata knowledge ambao ni sahihi, itapunguza 90% ya muda ambao wewe ungetumia kusoma forex. Kama utakiwa utumie miaka 10, 10 years to succeed in forex, basi wewe utachukua mwaka mmoja. Kwa hiyo itapunguza 90%, miaka 9. Kama ungechukua miezi 10, basi itapunguza miezi 9. Kwa hiyo utachukua mwezi mmoja ili uweze kuwa successful kwenye hiyo part. That's what I mean. Hicho ndicho kitu ambacho nakisema. So knowledge ambao ni sahihi itapunguza 90% ya muda ambao ungetumia wewe kufanya succeed kwenye forex. As you can see, hichi kitu kina umuhimu kiasi gani. Sasa mtu yuko hapa YouTube anahangaika kutafuta strategy. Mimi nimejifundisha forex mwenyewe, natafuta strategy. Bro, strategy haitakupeleka popote. Lazima uelewe ukweli. Unajua, kuna msimu mmoja oga napenda kuusema. Ni rahisi sana kujua wapi pa kutokea kwenye msitu kama una picha ya msitu mzima. Sio, umeelewa? Yaani ile general view ya msitu, ile view ya juu ya msitu unayo. Ni rahisi sana kujua wapi pa kutokea. Kwamba huu msitu ukiangalia kwa juu upo hivi, kwa hapa nikiingia hapa natokea hapa hivi. Lakini kama upo ndani ya msitu, hujui ukubwa wa msitu, hujui msitu kwa nje unaonekana vipi, huwezi kutoka ndani ya huo msitu. Ndicho ambacho wengi wanakitafuta. Sasa mtu yupo ndani ya msitu anatafuta njia atoke, alafu hujui msitu upoje, huwezi kutoka. Lakini kama upo ndani ya msitu, unajua view ya msitu ya nje, lazima ujue. Kwa hiyo ndio maana unatakiwa uyajue haya mambo ambayo ni general view ya forex. Yaani hapa maana kama tunaiangalia forex kwa ukubwa wake, forex kwa upana wake, tukiwa juu, ili sasa ukishaingia ndani unajua wapi pa kufanyaje, pa kupita. Hichi ndicho kitu ambacho ninachofanyaje, ninachokimaanisha mimi. So knowledge is something better. Na by the way, tuna courses, nina courses za aina 3, na courses za VIP ambazo ni za 1,500, na courses za VIP za 2,500, na courses za 500,000. So kama umeelewa hicho kipengele, you have to find the right knowledge. Tafuta right knowledge. Na kitu pia kwenye knowledge, kitu ambacho kinawakwaza wengi na kinawafilisha wengi kwenye knowledge, hapo pia napo kuna shida. Watu wengi wanafundisha forex, kila mtu ana maono yake kwenye forex, ila sasa pia hata wao wanaofundisha forex bado hawachuji forex. Yaani wanakuletea forex kama ilivyo. Forex ina mambo mengi. Yaani forex ingekuwa kama ni curriculum watu wanaisoma, watu wangechukua hata miaka 20 kuisoma forex. Ina vitu vingi. Sasa vitu vingine havina umuhimu. Utavisoma utapoteza muda bure, havina umuhimu. Sijui umeelewa mpaka hapo. So lazima kozi ambayo unaichukua iwe filtered. Kuwa filtered maana yake iwe imechujwa. Kozi ambayo unatakiwa uchukue iwe filtered, iwe imechujwa, impunguza vitu vyote ambavyo havina maana, imbaki na vitu vyenye maana tupu, yani vitu vya muhimu ambavyo wewe unavihitaji. Sio kila kitu ambacho kinafundishwa wewe unakihitaji. Sio, umeelewa? Sasa ndipo ambapo tunapokuwa unakuja kuna kitu kinachoitwa simplicity, urahisi wa kozi. Kozi ambayo iko simple, ambayo imegusa vitu vya muhimu, ni kozi ambayo mimi ninayo. Sio, umeelewa? So kozi yangu utaweza kusoma vitu vya muhimu tu, na ambavyo wewe lazima uvijue kutengeneza faida. Ukishavijua hivyo vitu, ni uhakika wewe kama uko serious utaweza kufanyaje kutengeneza faida. Sio unaanza kuhangaika na kozi zingine ambazo
zina mambo mengi ambayo wewe unahitaji kuyajua sawa, lakini hayana msaada wowote wewe kwenye kufanikiwa kwako. Utafundishwa mavitu mengi, utachukua muda mrefu, learning curve inakuwa ndefu. Kumbuka tunachukua knowledge, tunamtafuta mtu atufundishe ili tupunguze muda. Sasa unapoenda tena kwa mtu akufundisha afu bado mambo ni mengi yale yale, unakuwa hakuna maana yoyote. So fikiria kuhusu hilo na uweze kujiunga kwenye kozi zetu. So hilo lilikuwa ni jambo la kwanza. And then the second part, baada ushapata knowledge ya forex, ushaipata, umejifunza, lese umetumia mwezi kusoma, I don't know 2 weeks, sijui umetumia miezi mitatu, sijui utatumia muda gani. Sasa then unakuja kwenye kipengele cha pili. Ushapata knowledge, then what to do? Baada ya kupata knowledge, kitu kinachokuja cha pili ni kuitest knowledge. Unatakiwa uitest knowledge uliyoipata. Unaitest vipi kwamba hii knowledge inafanya kazi? Hii ni learning curve ya mtu ambaye anatafuta kufanikiwa kwenye forex. Yaani huu ndio mlolongo ambao mtu anataka kufanikiwa kwenye forex anatakiwa kufuata. So ushaipata knowledge, what you can do? Maana yake you have to test your knowledge. Kwa kufanyaje? Kwa kudemo trade. Watu wengi wakishaanza kujifunza forex wanafikiria kwamba nikishamaliza kusoma forex nitaweka hela, nitapata hela. No. Unatakiwa ufanye demo trading. Demo trading maana yake utest knowledge uliyoipata. You have to test that this work, hichi kitu nilichokipata kinafanya kazi. Kwa sababu usije ukaingia kutesti na pesa za kweli. Pesa za kweli sio vitu vya kutestia, ile ni investment. Na moja kati ya sheria za investment zinasema, tuna sheria mbili za investment. Sheria ya kwanza ni never lose money. That's the first rule, never lose money. Na the second rule, remember rule number 1. Kumbuka sheria namba 1. Kwa hiyo tuna sheria mbili tu za investment. Usipoteze hela, na sheria ya pili kumbuka sheria ya kwanza. Sasa ukishapoteza hela, wewe sio investor, tayari ushakiuka sheria za investment. Kwa hiyo kualign au kuendana na sheria za investment inabidi tusipoteze pesa. Sasa tunapotesti kwamba hii njia inafanya kazi, hatuwezi kutesti na hela za kweli. Lazima tutumie fake money ambazo ni za demo account. So we have to invest in a demo account so that we can test. To test kile ambacho tulikisoma kinafanya kazi. Baada ya kujiridhisha kwamba kinafanya kazi, that's where tutafanyaje? Tutaweza kuweka pesa zetu halisi. Sasa kila mtu ana mfumo wake, nasema kila mentor ana mfumo wake wa kutesti au ana mfumo wake wa kufundisha watu. Mwingine akisha kuuzia kozi anakuacha. Na hao ndio wamejaa wengi kwenye industry. Umenielewa? Hao ndio wamejaa wengi kwenye hii industry. Anakuuzia kozi alafu anakuacha. Sasa huku kwetu ni tofauti. Maana sisi huku ukishasoma, ukishapata knowledge ambayo ni sahihi, tunakuingiza kwenye magrupu yetu ya signal. Umenielewa? Then unatumia zile signal zetu kutesti kwamba hivi vitu vinafanya kazi. Unatumia zile setup zetu kutesti kwenye demo kwamba hivi vitu vinafanya kazi, ili hata unapopata pesa za halisi unataka kuinvest, uwe tayari unajua kwamba hizi zinafanya kazi hivi na hivi na hivi na hivi. Usije kaingia na hela ukategemea kwamba leo lazima nipate faida nikalipe madeni alafu unakuja kukutana na hasara. Hicho kitu kinakata sana. Ndicho kitu ambacho tunachokiogopa. So baada ya kusoma knowledge kwetu, ukishasoma course, utaweza kujiunga na demo account ambapo utaunganishwa kwenye group letu la Signal, then utakuwa unaweza kutrade. So hii ni njia ambayo trader ambaye anaanza anahitaji ili aweze kuwa successful. Hii ndio mentorship ambayo trader anayeanza anafanyaje? Anahitaji. Sio, tumeelewana mpaka hapo? So what you need, kitu cha mwisho ambacho unachokihitaji ili uweze kuanza kutrade forex ni capital. What you need is capital. Watu wengi wamekuwa wakinifuata sana wakiniuliza, bro, ili kuanza kutrade forex unahitaji kuwa na shilingi ngapi? Ili niweze kupata faida au kufika wewe ulipo unahitaji kuwa na shilingi ngapi? Okay, leo nataka niongelee hiki kitu kwenye hii part. Capital. Capital ni nini? Capital ni mtaji ambao unauhitaji kuanza kutrade forex. That's what I mean. So, mtaji unaohitaji wewe kuanza kutrade forex ni shilingi ngapi? Sisi tumeelewana hapa. Okay, jibu ni kwamba inategemeana sana na mahitaji yako wewe. So kama unahitaji kupata millions of money, you have to invest millions. Kama unahitaji kupata laki, unatakiwa invest laki. Sisi tumeelewana mpaka hapo. So basically mtaji wa kwanza wa mtu ambaye anaanza kutrade forex huwa ni $10. Unaanzia $10. Mtaji wa kwanza kabisa unaanzia $10. Huu ndo standard kabisa. Sasa $10 mtaji huu
ukiudouble, kwa sababu kwenye forex kuna double, kuna triple, kuna fourth. Maana yake unaweza kuudouble kama mara 2, unaweza kuutriple kama mara 3, au kupiga kama mara 4 hadi mara 5. So ukiudouble ukiwa mara 2 utapata dola 20. Ukiutriple utakuwa dola 30. Sasa hayo yote yanawezekana yakatokea. So unatakiwa sasa uelewe kumbe nikiingia na mtaji fulani nikiudouble utakuwa hivi. Usije ukategemea kwamba itoke dola 10 hadi dola 2000. Hicho ni kitu ambacho ni uongo. Though wapo watu wanafanya hivyo, lakini ni wachache sana ambao wana knowledge ambazo ni high, knowledge ya hali ya juu. Simenielewa? So hizi ndo estimations za kawaida: dola 20, dola 40, dola 50, sometimes hadi dola 100. Sisi tumelana mpaka hapo, sometimes hadi dola 100. So unaweza ukaona kumbe nikiingia na dola 10 ambao ni kama 25,000 za Kitanzania, naweza nikapata hivi viasi, nikapata dola 20, dola 30, dola 40, dola 50 hadi dola ngapi? Hadi dola 100. The same unakuja kwa mtu aliyeinvest dola 100. Mtu aliyeinvest dola 100. Dola 100. Huwa dola 100 yeye na hivi vile vile atadouble itakuwa dola 200, ata triple itakuwa dola 300, atapiga mara 4 itakuwa dola 400, atapiga mara 5 itakuwa dola 500, kitu kama milioni, atapiga dola 600 paka dola 1000. Hiyo yote inawezekana. Sisi tumelana mpaka hapo, mpaka dola ngapi? Mpaka dola 1000. Hiyo yote inawezekana. So pia unakuja kwa mtu alianza labda na mtaji wa dola 1000, naye atapiga mara 2, mara 3, mara 4. Kwa hiyo sasa capital inategemeana na wewe unahitaji shilingi ngapi na wewe una uchumi wa aina gani. Kwa kama upo kwenye uchumi wa dola 10, dola 10 itakufaa. Kama upo kwenye uchumi wa dola 20, dola 20 itakufaa. So capital ya kutrade forex ni wewe na uchumi wako. Ukishapata hivi vitu, ukishakuwa na knowledge, ukishakuwa na strategy ambayo inafanya kazi na umeshaitest, this is the rest. Yani ni vitu vya kawaida. So usije ukadanganya kwamba unahitaji kuwa na dola 200, sio dola 1000 ili uanze. So ipo hivyo. So guys, haya ndio mambo makubwa matatu ambayo mtu anahitaji ili aweze kuanza kutrade forex from my experience, kutokana na experience yangu mimi. Na hii ndio roadmap ambayo mimi nimechora, ambayo nina uhakika beginner yoyote yule ambaye anaanza akipita katika hii njia ana uwezo wa kuanza kutengeneza pesa kwenye forex. So kama uko tayari kupitia e-learning, unajua sio kila mtu yupo tayari. Kuna watu wengine wanadhani forex ni kama kubeti, kwamba utajua leo kesho unaanza kubeti. No. Forex inahitaji muda kidogo, miezi 2, miezi 3, ila ni biashara ya pesa nyingi. Kama ukiijua basi umejua pesa nyingi. So kama uko tayari kujifunza, kama uko tayari kupoteza miezi 3 kwa ajili ya manufaa yako makubwa ya baadaye, then this one is the best for you. Lakini kama haupo tayari kupoteza miezi 3, unajiona una mambo mengi, then forex sio kitu sahihi kwako. So guys, this was Kasim Mandanda, and I will see you in another beautiful session. This is the FX Empire speaking. If you know me, you know how to trade. If you don't know me, you don't know. Have a big time, and I see you there.